Clouds TV, empowering lives. Vyombo ambavyo husababisha wewe kukwama. Failure for you to get the breakthrough. We shall be looking at the book of Genesis 49. The book of Genesis 49. And Jacob called his son and said, gather together, that I may tell you what shall befall you in the last days. Jacob, the father of children, he called them, akawaita, akawambia, kujeni niwaambieni what will befall you. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, how many people have spoken about your life? There are many people. Some you don't know, some you know. Jacob called his children, akamwambia, njooni okaite mwere matuko manyuma marigiririo uria magakoro mari. There are people that a team somewhere, demonic team, sat down and they planned and they said what you shall come before you. Kuna watu walikaa kikao na wakapanga na wakasema ya kwamba hautawahi kufaulu. Kuri andu maikarire gikaro. Kuna watu walisugumusa na wakasema hakuna mahali utaenda. Hao hawajui, unajua baba yako, unajua pastor yako, unajua yule alikuroga, unajua yule alikulaani. Wao ndio unajua. Lakini kuna vikao vingine vilifanyika. Kuna vikao ndio uweze kulaaniwa, ndio uweze kuingililiwa, ndio uweze kuona matatizo, kukumbana matatizo ambayo unayakumbana nao. There is a seat. Kuna kikao kilikauliwa. Kuna mipango ambayo ilifanywa mahali where you don't know, na ikakutambiwa hivi ndivyo atakuja kukua siku zake za nyuma. Kuna kitu kimeandikwa, kuna kitabu kimeandikwa kuhusu jina yako imeandikwa, sura yako imewekwa huko, na wamesema siku huyu mtu masiku hiyo itakuja hivi ndivyo atakuwa, na hivyo ndivyo wamejikuta huko. Because they planned, they organized, they walipanga mipango hiyo na wakaiandika chini. Sasa wewe hujui, wewe unakaaga tu unasema oh haleluya. Ndio atumwe. Hakutumwa kwa sababu waliota. Hakutumwa kwa sababu kulikuwa na neno la kinabii. Hakutumwa kwa sababu kuna jambo fulani. Alitumwa kwa sababu kulikuwa na kikao. Na wakakaa na wakaulizana, huyu mtu tutamfanya namna gani? Wakatuma. Ukiona wamekuja physical, walikuwa shatumana spiritually. Spiritual ikashindwa. Sasa wametumana physical. Wakachagua kamama ama kamjamaa, wakauza ni nani anaweza kuenda huko kumaliza huyu mjamaa. Kamama kakasema ni mimi, ama kamzee kakasema ni mimi, kakakuja. Na kakakuja kakapanga masetrate. Sasa ukienda ukitumwa mahali kufanya hiyo kazi, unaitaka kwanza unafanya kitu inaitwa spiritual mapping, una study. Unaangalia kwa hiyo kanisa kama kuna intercessor, wanagoka intercessors wanamaliza. Wanaangalia mapasta wale wana support huyu apostle wanakaaje. Wanajua ni David na ako na jaja, wanajua huyu tutadili na yeye na tubo. Wanajua sasa ni huyu na ako na matatizo ya rent, wanadili na yeye kwa rent. Wanajua huyu na yeye matatizo yake ni wasichana. Wanamwatafutia warembo wangapi? 3, wanashine kama nyota. Mzee akiona wasichana unaona mpaka anatembea hivi. Kimuuliza ni nini? Ni dina manyoya dele kwa lile huko. Nasikia amejeka meisha. Sasa wana attack the whole, and that is how they attacked your life. Hivyo ndivyo walivamia biashara yako. Hivyo ndivyo walivamia ndoa yako. Hivyo ndivyo they didn't start it yesterday. Ati sasa ile ulianza kuona ata ni dinamenya ni dirako lie maundu makwa mahitana orore mwe apostle ni eta makanio na ndirari wonekete ndo ni last week mi koleto the faithful all these years I've been serving in church. All these years I've been doing this. Oh, apostle, I don't know ni atirona. I just feeling like I can hate God. Wewe si umuchukie uone kama atakoda. Utakufa na utaendelea kuitwa Mungu. Hii maneno imekuwa kukia leo, sio ya jana, sio ya juzi. Hii kitu ilipangwa 5 years ago. Hii kitu ilipangwa 10 years ago. Hii kitu ilipangwa 20 hata kabla uzaliwe ilipangwa. Ni season ilikuwa haijafika. Walijua watakugoka at your 30th. Watakugoka at your 40th. Kumbe walipanga hata kabla mama yako na baba yako hawajakutana. Kwani Jeremiah si Mungu anamjua? Nilikujua hata kabla hujazaliwa. Kwa hivyo mipango ya Jeremia ilipangwa kabla hajazaliwa. Mipango ya maadui wako ilipangwa kabla hujaanza hiyo safari.
Sasa unakuja hapa kuombea ati imagine I was doing very good. My business was so nice. Oh my God. Oh my business. Bako unajaribu kulia kwa sababu venye ilianguka last kutoka January, February, March. Hapo ndio vitu vili collapse. January, February, March ni kule wali program. They programmed that years ago. Na wakajua 2024 January hapa ndio tutamalizia huyu mtu. Sasa wakati wa January ikifika, maneno inaanza kuteremka, unaanguka chini. Watu wanaanza kukuombea, wanasema ni yule mama. Unaona yule mama mlikuwa mnatembea naye, huyo ndiye alikoroga. Hata tulikuwa tunaona huyo mama hakuwa in the program. Ni coincidental mkakuwa mko na yeye. It was by a coincidence mlikuwa na yeye. Wakati season yako ya kuporomoka ilifika, that is the time huyo mama alikuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si yeye. Program ilikuwa ya kitabu. So that is why we normally speak to understand what are the forces that hinder your success. If you can be able to know the forces that hinder your successes, the hinder that your breakthrough, utajua kupambana na utaanza vita zako kabla vita haijaanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaanza nini? Vita kabla hazijaanza. Maana vita ya mtu anaitwa Jeremia ilianza kabla haijaanza. Ilianza kabla hajazaliwa. Ilianza kabla baba na mama walikutana, kabla guka na shosho walikutana. Hiyo mipango ya kumtetea ilianza kabla hajazaliwa. So na wewe anza mipango ya miaka 10 inaanza kuja. Anza mipango. Wewe ambaye hauna mtoto, anza mipango ya mtoto. Bwana Yesu, hata kama hauna onokoro dui kana ukageke muthuri. Onoko dui kana ukachamani na mundu. Mwathani agocwo. Just answer mpango ya kukava mtoto wako, hata kama hauna nyumba yako, unakaa nyumba ya cotton ya kukoboa. Hata kama hauna, answer mpango ya kuprotect nyumba yako. Hata kama hakuna dalili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaangalia hii kitu imejitokeza tena kwa mtu anaitwa Abraham. Abraham hakuwa na mtoto. Abraham alikuwa anang'ang'ana kutafuta mtoto, lakini Mungu akamwambia kizazi chako kitaenda kwa utumwa miaka 400. By then Abraham didn't have a child. So hakuwa na time ya kukanzo hiyo. Maana kama ingekuwa mimi ningeambia Mungu hapana, kizazi changu nimekataa, hakitaenda kwenye utumwa. Lakini because he didn't have a child, hakuwa na mtoto. Na matumaini yote ilikuwa imekuwa zero. Baka Sara na Abia utapata mtoto anashindwa. How now? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini things can happen. Things do happen. Ndio nakwambia, whatever that your future, the vision, ile maono uko nayo, maono yote unaonaga the end ndio unaonaga ikiwa the first. And the first you see it from the end. What you are seeing, you want to drive a car, you want to own a house, you want to do this. This is the end. But how will you go to the end? The end, from here to the end, it is you and your God. So you cover the journey from here. Ya kuenda baka pale vision yako ilikuonyesha utakuwa na magari. Kwa sababu kutoka hapa, kutoka pale huko na pale gari iko, ni pale. Utanunua gari ukiwa na miaka 60 na uliona vision ukiwa na miaka 12. Sasa angalia hiyo safari, uko korogere ile koginyo gakinya miaka 60. Ni mambo magumu. Kwa hivyo hii safari unaikamata hii safari. Kwa sababu hii safari ndio muhimu kuliko mahali unaenda. Maana hapa katikati, hata kama ulikuwa na vision utakuwa pastor mkubwa, ama wewe ndio utakuwa mudhamaki, ama wewe ndio utakuwa nini, hapa katikati utanyongewa tu hapa katikati. Hapa kuna majabasi kutoka kwa Waoro, hapa kuna majabasi wamebeba sumu, hapa kuna majabasi wamekuja na usherati, hapa kuna majabasi wamekuja wamevaa sura musuri, wamengoa nywele zote, wamepaka rangi, hapa kuna majabasi wako hapa, wote wako hapa, na wanakuja wanataka kukukamatia wapi? Ndio usifika kule. Hawata kuulisia kule, watakugoja hapa. Ukienda sasa kuvuka hivi kwenda hivi, wanakamata na wanakugoga, wanaweka chini. Ndio unakaaga sawa tigini, unaonanga tumekaa sura baya. Mnafikiria ni huyu apostle naye mbona amekaa sura baya? Si kupenda kwangu, ni kukuona nimekuonea 18. Nimejua ino nenyo kena. Nikuona mereda konuma. Unaigoga kabla haijakuuma. Because sometimes tunajikutaka kwa hii maneno. Tunajikuta kwa magalio. Sasa kujikuta kwa magalio na uko ndani, umeingia ndani ya uko mutondo-ine, urani digituika giokege kugucia. Hado rikire mutondo-ine nduruge na gukonya kine.
katika bodesha kwa nimeigwa bodesha kwa nimetale uharura kwa gukomoka kwa nimetale no ndukaikare mutondo tondu woka gukugucio mutondo ini ukugucio ni gitinga na no gikogotore kugu. Bwana Yesu, kama umeshaiona gari imevurutwa kutoka kwa mutondo ikatoka huko ikiwa poa, si lazima itakuwa na maijari? Sasa badala ugoje kuja kuvurutwa, afadhali ungangane na thorns za huko kule, wewe ukanyage thorns huko zikuduge duge, ukutane na dhafai ikuchome. Dhafai utafanya samani, tulikuwa tunafanya nini na dhafai ikikuchoma? So these are things that are happening in your life which you need to look. Na ndio sababu unaona tuko katika mateso, ndio sababu tuko katika hali kama hii, kwa sababu ya kukosa hekima ya kujua how to deal with this journey. Wachana na hii ya kuzaliwa. Hii ya kuzaliwa was taken care of because you didn't know. Mama yako alijaribu kutoa mimba yako, baba yako alijaribu kufukuza baba yako, ulienda hospitali, mama yako akadukwa shindano karibu ikutoe, lakini God protected you. But now the journey hapa, it is in your hands. Hapa to the vision, it is in your hand. Paka hapa, this is now where you know how to navigate. You know how to sit down under an anointing that can be able to cover you. Anointing that can be able to protect na kukupigania. So let us look at forces that hinder. So these are forces. What inazungumzia hapa hiyo. Hapa kutoka pale kukuja hapa. Tunaziita nini? Forces. Ngumu, nguzo. Mizimu, vitu ambavyo ni vikubwa, viko na uwezo. And they are vicious, and these things you don't see them. They are spiritual. Sasa wewe ukifikiria utangangana na hii matatizo physically utaumia. Hizi ni vitu vinakutarget spiritually. Bwana Yesu asifiwe sana. They target you what? Spiritually. And these are number one, generational curses. Bwana Yesu asifiwe sana. Generational curses. This is the most challenging problem that we have in our life. That we are operating in generational curses, but we don't know how these generational curses happened. In generational curse, it happened 10 generations away from you, 5 generations away from you, 3 generations away. So hata ujui ni shosho na hukumkuta na mama yako wakati ulizaliwa ulimkuta ni bontao, hata anakuagi shughuli na mashosho, ni mtu amelelewa town, hajui chochote. Si kama nyinyi sasa nikimoe leo mlelewa town nini wewe ulelewa huko Nairobi, si shosho unamwoniaga kwa gazeti, alafu ule shosho wa Madhiri pale, huyo sasa ndiye anajua shosho. Sasa what do you know about your generation? What do you know about what was said long time ago? Because hakukuwa na watu, hatukukuta maguka walitupatia kelele, hatukukuta maguka ambao walituelezea ati guka fulani, guka Kenyajui, kulikuanga na guka Kenyajui mwenye alikuwaga mugaga, kulikuwaga na guka Kenyajui mwenye alikuwaga mchawi, kulikuwaga na guka fulani mwenye alikuwaga, na hiyo kitu ilihama ikaenda hapa, na hiyo kitu kingine ilihama ikaenda. That historical background hatuna. Saizi you are facing challenges but you don't know. Kube they are generational curses that are operating in you. And if you look at Genesis in chapter number 49, and Jacob called his sons and said, gather together that I may tell you what shall befall you in the last days. Not in the first days, not in the middle days. In the last, what are the last days? The last days is when you are getting into your destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. No, he was now telling them, this is what will befall you when you will be about to get into your destiny. And now it is him who is releasing. Yeye mwenyewe ndiye anaachilia. Si shetani, ni yeye mwenyewe, baba mzazi. Verse 2. Gather together and hear, you sons of Jacob, and listen to Israel your father. Gather together, okai muke muthikiririe thoguo uri arenda kumwira. Ni baba watoto, si mchawi. Sasa niambie wachawi, haukujua walikupagia. Wabie guka, ule guka wa guka venye maundu maria ugire. Shosho maundu maria ekire. Ni mama rakuri omothi uyu. Ndoi. Haujui kabisa. Inasema gather together. Verse 3. Reuben. Sasa nisikilize hapa vizuri. Reuben, you are my firstborn. The firstborn, the first fruit of Jacob. Kidu kiria kia mbere, mbegu ile ya mbere. Na unajua mbegu ya kwanza inafananaga na baba. Because mbegu ya original ya kwanza ndio nguvu ya mwanaume. Sikiliza hapa. Reuben, you are my firstborn, my might
and the beginning of my strength. Kwa sababu ilikuwa bego ya kwanza, hakuwa ameipeleka kwingine. Verse 4. Unstable as water. Sasa angalia hiyo Musa ameanza kuongea maneno paya. Na ndio nawaambiaka, if you are sitting under, there are two people who are very dangerous. Your father and your spiritual father. The man you are sitting under sasa hivi mnaniona hapa, I am not a good vessel for you to kukaa karibu sana na mimi. Naweza kukuharibia kabisa. Ama your father mwenye alikuzaa. Angalia hivi, sikiliza hapa. Unstable as water, you shall not excel. Niko na uwezo wa kusema hivyo hapa. Na sio lazima nitagase. Ni kusema huko. Huyo kuna mahali anaenda. Huko kitani tani. Huyo dagadi kodo. Nimekufuka. Because you sat under me and you listened to me. You are over my authority. You are under my authority. And in my authority, niko na muthegi. Dena that bukwajo wa power. Niko na nguvu ya kibikudi. Yoyote chochote ambacho nakisema, nimewaambia tu hapa. Nilikuwa nimekaa huko nikigojea Mungu atanipatia nini? Sasa whatever I'm speaking, I had not prepared for it. Nimeambiwa chukua kalamu haraka andika. Nikaandika. So it is not me who is speaking. Reutini. Oh no, ni mwathani. Ni mwathani. Withini wakwa ni oraria. Joke thini rudi haha. I corrupt it and I say, ndagikuringeria na ndunamenya kana ndakuruma, ndunamenya kana ndaria oru, nimekumalizia. Sasa kama hawa tunasema wa oru, unafikiria ni nini inafanyika kwao? Wamelanika. I can assure you for free, wamelanika na hakuna kitu kitawafungua, because amekuja ku grieve the spirit of God. Amekuja ku grieve what God has installed, what God has ordained for the season. Because this is the revival, and if no one will be able to stop the revival, akina Warren na hao wengine wote, akina TD Jakes, akina Benny Hinn, those are out, walishamaliziwa. They are not part of the revival at all. They were not part of the revival. Bwana Yesu asifiwe sana. There are people, they are in the other side of the world, but they are part of the revival. Mtu kama Ruto is part of the revival. Kama hamjui, mnaweza kumchukia na mfanye mambo yote, he is part of the revival. Si amefinya Wakikuyu mpaka amerudi kwa mlima. That is, hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Na kazi yake imeisha. Unstable as water, you shall not excel. You shall not what? Oshene fafa wanyu. Yo akwirogo. Dogatherema. Ogotura ta mai mairo toini, you will never be stable. Because you went up to your father's bed. Ati alienda kwa baba, kitanda ya baba. Akachukua akashugua. Akajitoshelesha nako. Unajua, how do you go? When you come to a place like this one, I am your spiritual father, but you sit in a corner to discuss me. You go, you sit and you coalesce together and have a discussion against me. Or I tell you what to do, but you fight me. You fight what I'm saying. You fight the people I've sent you. You fight the people that God has appointed this time. Korumamo hujeka na koruma dogo in any way. Unstable you are, you will never succeed in life. You will never. You will remain cast. You will never excel. Because you went up to the father's bed. Ile kwenda kuchida. Ukiwa hapa wewe ni mzuri sana. Apostle ni mzuri sana. Lakini toka pale. Apostle akorogo mudo mara ya murumono. Apostle viyaga. Unaenda kwa tunyumba to watu ukisema mambo ya apostle, wewe umeingia kwa kitanda ya baba yako. Unstable you are, you shall never excel. If you have ever in this church, uko hapa na ulifanya hivyo, you will never excel, not until you come and kneel before here and seek God, and it will take you time, because already the judgment ilishaachiliwa. Judgment ikiachiliwa, Mungu atakusamehea. Lakini kama alikuwa amesema amekufuka kifungo ya miaka 7, lazima utoboe hiyo 7. Although pardoned, umeachiliwa, lakini lazima utoboe miaka 7. Sasa jiulize, hii ni judgment yoliyagira. Jiulize tu, inaweza kuwa ni judgment. Mungu anakupenda, Mungu alikusamea, but kuna judgment inapitia. Paka umefikiria, ninaona umefikiria vizuri. Jiulize inside you, could I be facing a judgment? Because God will forgive you, but the judgment will go through.
Because what? You try to stop his work. God gives you, when God has given you a responsibility, that is not the pastor in charge, that is not the manager in charge, that is not the person in control. It is God that has given that responsibility. And it is supposed to be respected and it's supposed to be adhered to, because it is not me who gives responsibility. It is God. He will use me to appoint you. And because he has told me, go and appoint that man. The appointment, I will make. I don't know what kind of, I will say you are a manager from today. But inside you, God will put the managerial skills. Ataweka ndani. Hizo skills za kufanya hiyo kitu sio mimi nitaweka. Ni Mungu. Mimi yako ni kukuja kutagasa. Niachilie katika ulimwengu wa kiroho ndio ianze kufanya kazi. Baraka zinaachiliwa katika ulimwengu wa kiroho. I will speak into to your spiritual realms. Hiyo spiritual realm ifunguke. Ikusikie. Sasa katika ulimwengu wa kiroho kuandikwe, huyu mama atanunua Range Rover. Huyu mama ndio ununue Range Rover. Range Rover is a luxury car. Ndio ununue Range Rover. It means mambo mengine yote utakuwa ishakamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Then you defiled it. Kudefile ni kufanya nini? Kudefile ni kukuja wakati unasegenya, unaongea maovu ya mabaya ya apostle mwenye unamekuja kukaa chini yake. Whatever you are doing is you are defiling the altar. And the moment you defile the altar, vita vyote hupigana kwenye madhabahu. Kila mtu ako na altar yake. Hapa hii altar ndio tunakuja. We came here not because of me, because of the altar which is consecrated. This altar. Wakati nilijenga, hizi ni bao na mkeka tumewekelea juu, lakini ni mabao tu za kawaida. Lakini nilibadilisha ikaacha kukua mbao za kawaida. Nikaita mtumishi wa Mungu Harrison Ng'ang'a, akakuja akanena maneno juu ya madhabahu haya. Sasa ikaondoka kwa bao ikakuwa nini? Madhabahu. Kwa hivyo unaponena, unapokejeli, unapofanya jambo lolote ambalo ni kinyume na hii ministry, ni kinyume na hii nyumba, unachokikejeli si mimi, ni madhabahu. Na hii madhabahu iliambiwa, atakaye jaribu kupigana na wewe, pigana na yeye. Iliambiwa, si mlikuwa hapa tukilonji? Si mlisikia maneno hiyo? Madhabahu ni ya kupigana. Madhabahu ni ya kubariki. Na inaambia atakaye kubariki, mubariki. Atakaye kuleta shida, na wewe kuwa shida na yeye. Ndio unaonaga watu ambao wamecheza na madhabahu wanakufaka kiholela holela. Unakuta na holela. Biashara zake zinafugika. Na nakuweka kanisa kutoka Januari mpaka Januari. Ahia nile giradhi yaba. Anagete gaba sina tabu kiaba. Negeti umagaba. Kituraga ba kumake. No gitire kianywa johi. No kinywa giro johi. Ushaifikiria kitu kama hiyo? Wewe unaweza kuwa ni glasi ya bar yenye imewekwa pombe expensive and pombe ambayo si expensive, lakini hijai kunywa hiyo pombe. Hijawahi. Etora genywa ekira wegekero Hennessy ya ngiri mugwanja negekero kane ya shilingi 100 negekero chibuku ya shilingi 50. The same glass. Could you be that glass? Could you be that glass? You have been in church forever. You uko kanisa tu, but you have nothing to show. Umekaa miaka hiyo yote kanisani, lakini wewe kile uturagia kanuni gaku no mihahe mishene juko usaitani ukakomonita. Yani unaweza kukuja unakaa hapa tu ikarete huko. Ukira wira wako wikarie nyamuriri ati wewe ucukagia andu umonitare muhunjia uri ukonina muhunjia. Yani tutari na kiongoto wacogeirwo kiongo kia bao gikihakwo ndoro iguru gigicoka gikirwo kanyamu karia gakanduri. That is your work, to come and fight an altar. An altar that you see, it has been fought. Kutoka siku zile nilizaliwa, tangu I was born, it has been fought. And they have not been able. Mimi nikikuonyesha hii, naona hapa hii yote. Hii si nyama yangu. Nilijiguswa kwa maziwa na dada yangu. Nikachomeka hii nyama nikiwa kama mtoto, ikatolewa. Mama yangu akakatwa nyama hapa, ikawekwa hapa. Wenda wejira sio niki. Ucho ni mudu wa muthemba uri kuragiria kurwa nake. Hii unaona hapa. Si unaona hapa nimekatwa hapa. Ni hapa mani hapa. Niangalie vizuri na usifikirie mambo baya. Ni hapa. Hiyo ni risasi. Hapa. Huko kote marisasi. Huko marisasi. Nimewekwa kwa mashini ya kunyogwa, nimevalishwa kawania kudada. Nikawekwa mashini kukuka. Wate ushinu ate utometo ukiorwe na mudu toshi. Usho unaona tari utakora we mudu.
Unaona kama huyo ni mtu mnapigana, anakuwa kama mtu. Kama mama yangu aliniuliza kwa wewe ukorogo ule na ni yeye alinizaa, mama yangu mwenyewe. Ati umekuja kupigana kitu mpaka mama yangu hajui. Mimi nilinyonya siku 3. 3 days only. Nikakataa maziwa ya mama yangu. Na nilimea meno hii. Naona hii. Nilimea na wiki 2. Utaimagine ukoleta kana ka wiki igere kana tumagoto ikarete ugo. Utarudi hiyo boma. Utarudi hiyo boma kweli? Sasa ati wewe ndio umetumwa kuja upigane na mtu kama huyo. Anijoli, ni ukohota. Utaweza? Shiko, utaweza? Utatoboa. Hii tu ni Mungu anajua hii. Anajua hatima yake. Don't waste your time. You are wasting because there's something, the word that was spoken to me by God himself. Today, unstable. Today, he went up. Then you defiled it. He went up to my coach. Alilalia kitanda ya baba yake. Kulalia kitanda ya baba yako ni nini? Kulalia kitanda ya baba yako ni kutomheshimu. Kunyima huyu mtumishi ambaye uko chini, kumunyima nafasi yake, kumunyima respect, kumunyima kukaa karibu na yeye, kumtii. Akikwambia hivi unajua si yeye, kuna authority iko ndani. Heshimu hiyo authority. Just that authority. Respect that authority. Because that authority has a sword, a double-edged sword. Itakataga pande hii na itakata pande hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende verse 5 ndio tumalizie hapo. Simeon and Levi are brothers, instruments of cruelty are in their dwelling place. Instrument of cruelty. Simon na nani? Na Levi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa walilaaniwa wakaambiwa milele yenu, milele yote mtaishi kwa vita. Mwotura muruaga mwina marakara because these people walikatakata baka ng'ombe. Nikukata ng'ombe, waliua watu na wakadhuru baka ng'ombe. Tuendelee 6 tuone kama itashikana hapo. Let not my soul enter their council. Let not my honor be united to their assembly. For in their anger they slew a man. In their self will they hamstring an ox. Waliua mtu. Na ndio nasema mimi kama baba yenu, sikiliza, let not my soul enter their council. Now, yani nafsi yangu nimeikataza isiwe na uhusiano na hawa watoto. That is your father. Na mimi kutoka leo mimi natakasa hiyo. Wale ambao mmetumwa na mmejua mmetumwa mmekuja kupigana na hii madhabahu, soul yangu isiwahi kupelekana na nyinyi. Hiyo ni laana nimeachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, let not my honor be united to the assembly. Ategeteo gyakwa, my honor, my respect, my appreciation in heavens and on earth isishikane na wao watu. Diwaliambia watoto wake. Nini watoto wamezaa. Sasa wacha nyinyi mmekuja na kwa sababu ya matatizo yenu. Huyu ni mwanesi alili akalera. Au giteo gyakwa. Maguta makwa matakana korogi karo kimwe na mwana huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio nitango laana. Huyu jamani kuongea naongea lakini mtaona impact yake. For in their anger they slew a man, and in their self will they hamstring an ox. Yani in their anger they slew what? Nani ametoka kwa hii muherega in the Bible? Nani ametoka kwa hii muherega in the Bible? Anaitwa Musa. Musa ametoa wana wa Israeli from Egypt. Amewaliberate. Wameenda in the wilderness. Wameenda kila mahali. Lakini walipofika Kanaani ndio hile. Musa alipandishwa kwa mlima. Akaambiwa Kanaani ni gani? Ni nini ilifanya Mungu amfanye hivyo? Alikuja na madhani. Akakuja kaagusha chini eti amakasirika. Sasa Mungu akamuuliza ilikuwa yako? Nikiwe inogoroki. Mama yako. Adwaya ni yako. Mimi nilikupatia watu uongoze. Walikuja wakabadilika wakakuwa wako siku gani? Ndio ukasirike. Hiyo hasira ndio hii ni ya Yakobo. Miaka mingi uko nyuma imekuja kukula mtu. Anaambiwa Kanaani ndio ile lakini hautafika kwa sababu ya hasira yako. Kwa sababu ya maneno ya nani? Lakini kumbuka Musa tena. Huyu Musa aliona matatizo ya Ruben, familia ya hiyo klani ya Ruben. Aliona matatizo lakini hakuona matatizo yake. Watu wengi wanaonaga matatizo ya watu lakini hawajui kuona matatizo yao. Maana huyu
Musa aliona matatizo ya Ruben na akasema Ruben nafanya nini? Maana Ruben walikuwa wanakufa, Ruben walikuwa wanaangamia, Ruben walikuwa na matatizo, mambo mengi ambayo yanakukuta. Maana mdomo ulioachiliwa unakuletea madhara katika maisha yako, unakuletea upungufu katika maisha yako, unakuletea kuonewa, unakuletea separation, unakuletea limitation, unakuletea stagnation, unakuletea vitu ambavyo haviwezi kuhesabika katika maisha yako. Maneno yaliyonenwa yanakuletea mapungufu makubwa katika maisha yako. Kwa hivyo Ruben wako ni clan, ni familia ama ni muherega ama ni kabila lilikuwa, lakini lilikuwa na matatizo mengi. Wakati Musa alienda kule Ai akawakuta, alitangaza tu kwa sababu alikuwa na authority. Akasema Ruben nafanya nini? Ruben naishi. Hiyo mdomo ya Musa ikasimamisha vita ya Ruben. Maneno yote ile ya baba yao ikakuwa nullified, lakini yake hakuweza kunulify. Ndio utakuta wewe ni mchungaji, wewe ni mtu wako kanisani, unaombea watu wanapona, lakini wewe mwenyewe ni mgonjwa. Wewe ni kanisani, wewe ni praise and worship, unaiba mpaka watu wanabariki, mpaka wanakwambia unanibariki sana. Nikiona wakati umeshika microphone, you really bless my heart. Lakini wewe mwenyewe you are completely sick. Wewe mwenyewe unabariki watu, you are completely sick. You need that anointing ya kusema na uishi. Bwana Yesu asifiwe sana. 20 verse 7. Cast be their anger. Yani anger. They were not cast. Hawakulaaniwa wenyewe. Lakini kilicholaaniwa ni nini? Their anger. Angalia this anger. Imepelekea Musa alibaleta not to lead the people of children of Israel to where they are supposed to be. For it is their fears, their wrath, for it is cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. Asho niyo maana atogia. This ndio wanatusumbua huko Gaza. Hao wanatupigana huko Gaza ni hawa, ni hii familia. Maana the original clans za Israel hakuna, ni huko Kenya. The original clan, the original tribes za Israeli wako Kenya na some few wako hapa Ethiopia. Na wengine wameteremka South Africa. Na a few they are in Nigeria and Ghana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Wale wengine mnaambia wale ni fake. That is not Israel. Ndio naona wanasumbuana, wanapigana na watu wanajiita wa Palestine, na wa Palestine ndio sasa original. Wale wako Gaza na ndio naona wakipigana hiyo vita because they were scattered. They were scattered until 1948 ndio wameanza kurudi. But they were scattered. Tuendelee. Juda. Sikiliza sasa baraka. Hizo zingine zote tumesikia ni nini? Ni laana. Judah, you are he whom your brothers shall praise. Meaning you Judah, wewe ni mwadhamaki. You are the king over your children, over your siblings, over your family. You are the king. Ameachilia sasa ufalme. Your hand shall be on the neck of your enemies. That any enemy, na ndio unakuta hapa sisi ndio tunaitwa nini? We are the Judah, the Kenyans. Watu wengi wa Kenya, makabila mengi wametoka kwenye muherega ya Juda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona their enemy, more especially the Kikuyu, your hand shall be on the neck of your enemy. Your father's children shall bow down before you. So meaning akina Levi, akina Rubeni, akina wengine wote, they shall ever bow before them. So nani ameteuliwa kama mdhamaki hapo? Juda. Ndio alipatiwa manto, akapatiwa ufalme, akapatiwa the kingly anointing, akaambiwa kumo mothe, you are the king. Your brothers and your enemies will be subjected to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Judah is a lion. Well, ndio unaona tunajiitanisha na nini? Na the lion of Judah. Because we want to be associated with the blessings of God. Majara Rastafari wanasema lion of Judah. We are all the same. Wewe Mkristo unasema lion of Judah, na huyo Jara Rastafari pia wao. We were the same. It is from the same lineage. Ni pale ulichokea. Ni pale akili zako zilifanya nini? Zilichokea. Lakini barabara ni gani? Ni Mombasa Road. Sasa kama ulishukia Machakos bado ulikuwa kwa Mombasa. Kama ulienda Mazeras bado ni Mombasa. Kama ulifika Makina Road bado ni nini? Na kuna yule alifika Mombasa. So hivyo ndivyo kumeenda. Ndio unaonanga Majara Rastafari wamefika kwa mfalme Haile Selassie. Mfalme Haile Selassie is from the lineage of
Menelik. And from Menelik to Solomon. From Solomon to who? David. From David to who? Abraham. In the line, kama sasa tunajitanga, we are the family of Judah in the line of David. Bwana Yesu sana. Ndio naona hatushidwi. Hata mkiingia kwa mlima, bado mnashidwa. Kwa maana kuna maadui wetu waliambiwa wako kwenye mikono yetu. Tunawafinya. Bwana Yesu asifiwe sana. You shall Judah is a lion of help from the prey, my son. You shall go up. He bows down, he lies down as a lion. Who shall arouse him? No, osio okatisha tanake. Dawiyori, no geshida na Mr. Dora Waruige. Tatu na eja bona emodhigari, tatu emodhigari okay tako Mr. Dora Waruige. Si utafikiria mara pili. Na unajua Dora Waruige anakataga kichwa. Kuna vitu Mungu anakuwekeaka. Wewe kwako unafikiria ni kwa nini sasa Mungu amekubali niwekelee hii maneno ikuwe ni yangu. Kumbe hii maneno itakuja kutumika katika barabara yako ya kushika uongozi. Katika barabara yako watu wakisema kama ni huyu hapana. Kuna zidi kejitaraji. Acha unakuta kabarabara kametengenezeka vizuri, unaenda bila enemies. Ndio unasikia maadui wenu, maadui wako watakuwa chini yako. Kwa nini? Barabara itatengenezeka kwa sababu kwao no ushio. Yani wewe ndio ina haki. Muthi mukaro ena ndura. Yani du koteedete. Kumbe ni Mungu alikupaka jina ikine huko kubwa na mbaya. Sasa hata wakati ulikuja si ulifikiria mara mbili? You had to pray. You prayed for 7 days. Kama Mungu utakuja hapa. Mpaka Mungu akatokelezea akakwambia dieko. Wewe uliomba mara ngapi? Ulianza kuona video zangu mwaka gani? Kitabu sana. Sasa nataka kusema kuna moja nimefanya juzi ikakufanya ukuje. Si ulikuwa unawaza, unafikiria imemchukua mwaka mzima. Uliage guhereria. Kwani uruya na wewe umeomba mara ngapi? Umeomba karibu 21 days, sio? Ukiuliza Mungu kana hiyo ni dukata ya kujareria tu na mugambo. Agikwareria ukimwona dinaigwa wega, tajareria rege. Agikwareria akiwa dinaigwa wega, jareria rege. Huyu mama amechallenge Mungu kama mara 6. Ndio akuwe na uhakika kana ego thikoke mundu kiu kimuragani kana nikyo gikuwete kiugo gyake. Lakini ukimuuliza nimeua nani? Kuna mtu umeambiwa nimeua? Ati mimi najua. Wewe kwa sababu ulikuwa unasema kuna mtu ulikutana akakwambia mimi niliuliwa na fulani. Ni mohuhu, but it is good for me. It is good. Hiyo tagi siwezi ndio naananga nikifanya introduction nasema ngaje mimi naitwa Dora Waruige, sisemagi apostle. Mimi naitwa Dora Waruige aliyekuwa kiongozi wa kodi haramu ya Mugike. Ndio kama ni kuondoka uondoke mapema. Ndio ikare wewe haya. Huyo kale wewe. Hapana, nakufahamisha mapema. Ndio uondoke mapema nisikupotezea wakati na ndigathukie mihomo yako agiariria muguruki. Todo tiratwarana na gutiri kundu turatwarana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wewe umekauntiwa kama my enemy. Kwa Mungu anafanya kitu. Alimfanya Musa auwe ndio atoke wapi? Kwa familia huko ya Farao. Bwana Yesu asifiwe sana. So these are the things that you need to look at. Tuziangalie. Judah is a lion and as a lion he shall rouse him. Verse 10. The scepter shall not depart from Judah. The scepter ni nini? What's a scepter? Scepter. Wasomi. Quickly. Wale mulienda shule. Hata mjui. Muthegi. Dukauma wake. The scepter shall never depart. Sasa uniite Mugike, bado niko na Muthegi. Uniite pastor, bado niko na Muthegi. Uniite apostle, bado niko na Muthegi. Uniite mimi ni msharati, bado niko na Muthegi. Ni Muthegi, gutire Muthegi wagu otago. Wagu otamwaki. Muthegi neke? Ni Muthegi. Iwe tura hau we mwega. We ikarete ta dudu yeteire koroga mundu akue na ndugakinya hari ande. Mwathani agoco ndugakinya.
tondu hari kindu kingi, the scepter shall not depart from Judah, no lawgiver from between his feet. Lawgiver, 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 mtu mwenye haki, haki, mtu mwenye hata kosa, yani kihoto gitikamuma ni egotura we ewa kihoto, nikio ararehe muthamaki wetagwo ki wa thayo, nikio ararehe muthamaki wake wa thayo, tondu ni ari kihoto thiini wake, ari kihoto thiini wake, na tigukuria tiguthondekwa thondeketwo giturite hau nikiumire haha na nikirathimo from between his feet until Shiloh comes, to him shall be the obedience of the people. Until Shiloh. Shiloh ni ke? Shiloh, ongea na nguvu. House of prayer. The house of prayer. Ginya riri agaka kigokona. Ginya riri agaka atia? Agaka kigoko na nikio kirathi gwako Kenya. Niguo gweka atia? Until Shiloh comes, and to him shall be the obedience of the people. Bwana Yesu asifiwe sana. Bethel Clouds TV, empowering lives.